Kwa nini dunia inawahitaji watu wanaotatua matatizo? Karibu kwenye video hii ya leo. Hebu fikiria swali hili: kwa nini kuna watu ambao kila mahali wanatafutwa, wanaheshimiwa na hulipwa vizuri? Je, ni kwa sababu wao ni waerevu kuliko wengine, au ni kwa sababu wamebahatika? Jibu ni rahisi: watu hao wamejifunza kutatua matatizo ambayo wengine wanashindwa kuyatatua. Ukweli ni huu: dunia haiwalipi watu kwa muda wao pekee. Dunia huwalipa thamani wanayoleta, na thamani kubwa zaidi hutokana na kutatua matatizo. Ukielewa jambo hili, utaanza kuona changamoto si kama vizuizi, bali kama fursa za kukua na kufanikiwa. Je, umewahi kujiuliza kwa nini kila siku unasikia habari za changamoto mpya? Wengine wanahangaika kupata ajira, wengine wanatafuta huduma bora za afya, wengine wanakosa elimu bora, mtaji wa biashara au hata maji safi. Je, unafikiria haya ni makosa ya dunia? La hasha. Ukweli ni kwamba matatizo ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Tangu mwanzo wa historia, kila kizazi kimekuwa na changamoto zake, lakini tofauti haipo kwenye kuwepo kwa matatizo. Tofauti ipo kwa wale wanaochagua kuyatatua. Leo watu wengi kutumia muda mwingi kulalamika kuhusu matatizo, wachache hutumia muda kutafuta suluhisho, na mara nyingi hao wachache ndio wanaobadilisha dunia. Fikiria hili: kama kusingekuwa na tatizo la mawasiliano, je, simu zingeduniwa? Kama kusingekuwa na tatizo la usafiri, je, magari na ndege zingetengenezwa? Kama kusingekuwa na magonjwa, je, madaktari na dawa zingehitajika? Hii inatuonyesha jambo muhimu sana: kila tatizo linaficha fursa. Watu wengi huona tatizo na kukata tamaa, lakini watu wenye maono huona tatizo na kuuliza, ninawezaje kuwa sehemu ya suluhisho? Hiyo ndilo swali linaloweza kubadilisha maisha. Kwa hiyo usiogope matatizo, yaangalie kama mwalimu anayekufundisha na kama mlango unaweza kukufungulia nafasi mpya. Katika sehemu inayofuata tutajifunza kwa nini watu wanaotumia matatizo ndio wanaheshimiwa zaidi, wanaaminiwa zaidi, na mara nyingi hupata mafanikio makubwa kuliko wengine. Baada ya kuelewa kwamba matatizo ni sehemu ya maisha, swali linalofuata ni hili: kwa nini watu wanaotatua matatizo ndio wanaoheshimiwa na hulipwa zaidi? Jibu ni rahisi: kwa sababu kila jamii hutamani mtu anayefanya maisha ya wengine yawe rahisi. Fikiria daktari: mtu haendi hospitalini kwa sababu anataka kutumia pesa, anaenda kwa sababu ana tatizo la afya na anahitaji suluhisho. Fikiria fundi wa umeme. Umeme unapopatikana nyumbani, unamtafuta mtu anayejua jinsi ya kurekebisha tatizo. Fikiria mwalimu. Wazazi hupeleka watoto wao shuleni kwa sababu wanataka wapate maarifa na ujuzi utakaowasaidia maishani. Katika kila mfano kuna jambo moja linalofanana: watu wanalipa kwa suluhisho, si kwa tatizo. Hii ndio sababu mafanikio ya kweli hayaanzi kwa kuuliza nitapata aje pesa. Badala yake huanza kwa kuuliza ni tatizo gani ninaweza kulitatua vizuri kuliko wengine. Kadri tatizo unaloweza kulitatua linavyokuwa kubwa na linavyohusu watu wengi, ndivyo thamani yako inavyoongezeka. Ndiyo maana wafanyabiashara wakubwa, wabunifu, madaktari
wahandisi, walimu na viongozi bora wanahitajika sana. Wamejenga uwezo wa kutoa suluhisho linalowasaidia watu wengi. Sasa jiulize swali hii, je, wewe unajenga ujuzi wa kutatua matatizo au unasubiri matatizo yaondoke yenyewe? Jibu lako linaweza kuelekeza maisha yako ya baadaye. Katika sehemu inayofuata tutajifunza jinsi ya kutambua matatizo yenye thamani na kuyageuza kuwa fursa za mafanikio. Sasa unajua kwamba matatizo yapo kila mahali na kwamba watu wanayotatua ndio wanatamaniwa zaidi. Lakini swali muhimu ni hili: unawezaje kuligeuza tatizo kuwa fursa? Hatua ya kwanza ni kujifunza kuona kile ambacho wengi hawakioni. Watu wengi huoni changamoto na kukata tamaa, lakini mtu mwenye maono huona changamoto hiyo na kujiuliza, ninaweza kufanya nini ili hali hii iwe bora zaidi? Anza kwa kusikiliza watu, sikiliza malalamiko yao, changamoto wanazokutana nazo na mahitaji ambayo bado hayajapata suluhisho. Mara nyingi ndani ya malalamiko hayo ndipo kuna wazo la biashara, huduma au ubunifu na uwezo wa kubadilisha maisha ya watu. Hatua pili ni kujifunza kila siku suluhisho bora kutokana na maarifa na ujuzi. Soma vitabu, fuatilia mafunzo, jifunze kutoka kwa watu wenye uzoefu na endelea kuboresha uwezo wako. Hatua ya tatu ni kuchukua hatua. Watu wengi wana mawazo mazuri, lakini wachache huanza kuyafanyia kazi. Usisubiri kila kitu kiwe kamili. Anza na kile ulicho nacho, jifunze kutokana na makosa na uboreshe hatua kwa hatua. Kumbuka, kila mafanikio makubwa yalikuwa wazo dogo lililopewa nafasi ya kukua. Jiulize leo, ni tatizo gani linalowasumbua watu wanaozunguka na ninaweza kufanya nini kulitatua? Huenda jibu la swali hilo likawa mwanzo wa biashara yako, kazi yako ya ndoto au mchango mkubwa kwa jamii. Katika sehemu inayofuata tutazungumza tabia zinazotofautisha watu wanaotatua matatizo na wale wanabaki kulalamika maisha yao yote. Katika sehemu zilizopita tumeona kwamba matatizo yapo kila mahali na kwamba yanaweza kuwa fursa. Lakini swali ni hili: ni nini kinachowafanya baadhi ya watu wawe watatuzi wa matatizo wakati wengine hubaki walalamikaji? Jibu linalopatikana kwenye tabia zao. Tabia ya kwanza ni kuwajibika. Mtu wa suluhisho hatofauti kwa kumlaumu. Badala ya kusema hili si kosa langu, hujiuliza ninaweza kufanya nini kuboresha hali hii. Anaelewa kwamba mabadiliko huanza na hatua anazochukua. Tabia ya pili ni kuwa na udadisi wa kujifunza. Watatuzi wa matatizo hawadhani wanajua kila kitu. Wanauliza maswali, wanasoma, wanatafiti na hujifunza kutokana na uzoefu wao na wengine. Kila maarifa mapya huwaongezea uwezo wa kutatua changamoto kubwa zaidi. Tabia ya tatu ni kutokata tamaa haraka. Suluhisho nyingi hazipatikane kwa jaribio la kwanza. Kuna kushindwa, kurekebisha makosa na kujaribu tena. Watu wanaofanikiwa hawasimami kwa sababu wamekosea, wanasimama tu pale wanapoacha kujaribu. Tabia ya nne ni kufikiria kwa ubunifu. Badala ya kufanya mambo kwa njia ile kila wakati, hujiuliza, je, kuna njia bora zaidi? Mara nyingi ubunifu huanza pale mtu anapothubutu kufikiria tofauti. Tabia ya tano ni kuwajali wengine. Mtu anayetatua matatizo kwa mafanikio huanza kwa kuelewa mahitaji ya watu. Anasikiliza, anaelewa maumivu yao, kisha
hutafuta njia ya kuyapunguza. Hapo ndipo suluhisho lenye thamani huzaliwa. Ukijenga tabia hizo 5, utaanza kubadilika kutoka mtu anayelalamika hadi mtu anayejulikana kwa kuleta majibu. Kumbuka, watu hawatambuki kwa idadi ya matatizo ulioyaona, watatambuka kwa suluhisho ulioleta. Katika sehemu inayofuata tutajifunza jinsi ya kutambua matatizo yenye thamani kubwa, matatizo ambayo yakitatuliwa yanaweza kubadilisha maisha yako na ya watu wengine zaidi. Baada ya kutambua tatizo lenye thamani, hatua inayofuata ni kuligeuza kwa suluhisho. Hapo ndipo watu wengi hukwama. Wanakuwa na mawazo mazuri lakini hawachukui hatua. Kumbuka jambo hili, wazo peke yake halibadilishi dunia. Hatua ndiyo hubadilisha dunia. Hatua ya kwanza ni kwanza kidogo. Usisubiri uwe na pesa nyingi, vifaa vya kisasa au timu kubwa. Anza na kile ulichonacho. Mara nyingi mafanikio makubwa huanzia kwenye hatua ndogo zinazochukuliwa kwa udhibiti. Hatua ya pili ni kujaribu suluhisho lako kwa watu wachache. Sikiliza maoni yao. Je, suluhisho lako linawasaidia aje kweli? Je, kuna sehemu zinazohitaji kuboreshwa? Maoni ya watu ni nyenzo muhimu ya kukusaidia kuboresha kile unachofanya. Hatua ya tatu ni kutokata tamaa. Unapokutana na changamoto, kila suluhisho hukutana na vikwazo. Wakati mwingine watu hawataielewa mara moja, wakati mwingine litahitaji kurekebishwa mara kadhaa. Hilo si ishara ya kushindwa, ni sehemu ya safari ya mafanikio. Kumbuka, watu wengi waliofanikiwa hawakuwa na mwanzo mkamilifu. Walikuwa na uamuzi wa kuanza na kuendelea kujifunza kila siku. Jiulize leo, ni hatua gani moja unaweza kuchukua ndani ya saa 24 zijazo ili kuanza kutatua tatizo uliyeliona. Usidharau hatua ndogo. Mara nyingi hatua hiyo ndiyo huwa mwanzo wa jambo kubwa litakalobadilisha maisha yako na wengine. Katika sehemu inayofuata tutajifunza kwa nini baadhi ya watu hushindwa kutatua matatizo na jinsi ya kuepuka makosa hayo ili uendelee mbele bila kukata tamaa. Katika safari ya kuwa mtu wa suluhisho, kuna changamoto ambazo zinaweza kuwazuia watu wengi kufikia mafanikio yao. Kosa la kwanza ni kuona matatizo tu bila kutafuta suluhisho. Watu wengi hutumia nguvu zao kulalamika kuhusu hali ilivyo. Wanasema hakuna nafasi, hakuna njia, au hili haiwezekani. Lakini mtu anayefanikiwa huangalie hali hiyo na kujiuliza, ni hatua gani naweza kuchukua ili kuboresha hali hii? Kumbuka, kulalamika hakubadilishi mazingira. Hatua na mawazo mapya ndiyo huleta mabadiliko. Kosa la pili ni kuogopa kushindwa. Watu wengi wana mawazo mazuri lakini hawayaanzishi kwa sababu wanaogopa kukosea au kukataliwa. Ukweli ni kwamba hakuna suluhisho kubwa lililojengwa bila kupitia majaribio na makosa. Kushindwa si mwisho wa safari, mara nyingi ni somo linalokuonyesha njia bora zaidi. Kosa la tatu ni kutaka matokeo ya haraka sana. Watu wanaotatua matatizo makubwa wanaelewa kwamba mabadiliko yanahitaji muda. Wanakuwa na uvumilivu na wanaendelea kuboresha suluhisho lao hatua kwa hatua. Kosa la nne ni kutotafuta uelewe wa tatizo lenyewe. Huwezi kutatua tatizo ambalo huielewi vizuri. Kabla ya
kutoa suluhisho lazima usikilize, uchunguze na ujuzi chanzo halisi cha changamoto. Suluhisho bora huanza kwa swali sahihi. Kosa la 5 ni kufanya kila kitu peke yako bila kujifunza kutoka kwa wengine. Wakati mwingine suluhisho bora linahitaji ushirikiano, watu wenye uzoefu, maarifa na mitazamo tofauti wanaweza kusaidia kuboresha wazo lako. Kwa hiyo kama unataka kuwa mtu wa suluhisho, acha kuogopa changamoto, jifunze kutoka kwenye makosa, kuwa na subira na endelea kutafuta njia bora zaidi. Katika sehemu inayofuata tutajifunza kuhusu mifano ya watu waliobadilisha dunia kwa sababu walichagua kutatua matatizo makubwa. Historia ya dunia imejaa watu ambao hawakuwa maarufu kwa sababu waliona matatizo, bali kwa sababu walichukua hatua za kuyatatua. Mfano wa kwanza ni watu walibuni teknolojia ya mawasiliano. Zamani watu walihitaji njia rahisi ya kuwasiliana kutoka sehemu moja hadi nyingine. Changamoto hiyo ilisababisha ubunifu wa vifaa na mifumo mbalimbali iliyofanya mawasiliano kuwa rahisi zaidi. Leo tunaweza kuzungumza na mtu aliye mbali nasi ndani ya sekundi chache kwa sababu watu fulani waliamua kutatua tatizo hilo. Mfano wa pili ni katika eneo la afya. Kwa miaka mingi wanadamu wamekaribiwa na magonjwa iliyosababisha mateso makubwa. Wanasayansi na wataalamu wa afya walitumia utafiti na ubunifu kutafuta dawa, tiba na njia za kuzuia magonjwa. Waliona maumivu ya watu na wakaamua kutafuta majibu. Mfano wa 3 ni katika biashara. Wajasiriamali wengi walifanikiwa hawakuanza kwa kutafuta pesa pekee. Waliona tatizo ambalo watu walikuwa nalo na wakatengeneza bidhaa au huduma ya kulitatua. Mfanyabiashara anayefanikiwa hujiuliza, ni kitu gani ambacho watu wanahitaji lakini hawapati kwa urahisi? Hapo ndipo tamani huanza. Mfano wa 4 ni watu wanaoboresha maisha katika jamii zao. Mwalimu anayeboresha elimu, mkulima anayetafuta njia bora za uzalishaji, mwandishi anayehubuni miundo mbinu bora, au kijana anayeanzisha mradi wa kusaidia jamii. Wote hawa ni watatuzi wa matatizo. Somo kubwa hapa ni kwamba huhitaji kuwa mtu maarufu ili kubadilisha dunia. Unaweza kuanza na tatizo dogo linalokuzunguka. Usidharau uwezo wako. Wazo moja, ujuzi moja au hatua moja inaweza kuwa mwanzo wa suluhisho ambalo litawasaidia watu wengi. Kila mtu ana nafasi ya kuwa sehemu ya mabadiliko. Katika sehemu inayofuata tutajifunza changamoto ambazo watu wanaokimbilia kutatua matatizo hukutana nazo na jinsi ya kuzishinda. Kuwa mtu wa suluhisho ni jambo lenye thamani, lakini safari hiyo haikosi changamoto. Kila mtu anayechagua kuboresha maisha ya wengine hukutana na vikwazo mbalimbali. Changamoto ya kwanza ni watu kutokuamini wazo lako. Mara nyingi unapokuja na suluhisho jipya, baadhi ya watu wanaweza kuliona kama haliwezekani. Wanaweza kukwambia hili haliwezi kufanya kazi, au watu wamejaribu kabla na wameshindwa. Lakini kumbuka, mawazo mengi makubwa dunia yaliwahi kuonekana hayawezekani kabla hajathibitishwa. Changamoto ya pili ni kukosa rasilimali za kutosha. Watu wengi huacha kujaribu kwa sababu hawana pesa nyingi, vifaa au msaada mkubwa, lakini watatuzi wa kweli huanza na kile walicho nacho. Wanatumia ubunifu wao kutafuta njia mbadala na kujenga hatua kwa hatua. Changamoto ya 3 ni kufanya makosa.
Hakuna mtu anayepata suluhisho bora bila kujifunza kutokana na makosa. Kila kosa linaweza kuwa somo linalokusaidia kuelewa tatizo vizuri zaidi na kuboresha njia yako. Changamoto ya 4 ni uvumilivu. Baadhi ya matatizo makubwa hayatatuliwi kwa siku moja, yanahitaji muda, utafiti, majaribio na kujitolea. Watu wanaofanikiwa ni wale wanaoendelea hata wakati matokeo hayajaonekana haraka. Changamoto ya 5 ni kujilinganisha na wengine. Usifikiri kwamba kwa sababu mtu mwingine amefanikiwa haraka basi wewe umechelewa. Kila mtu ana safari yake. Jambo muhimu ni kuendelea kujenga uwezo wako na kuongeza thamani unayoleta. Ukweli ni kwamba changamoto hazimaanishi umechagua njia mbaya. Mara nyingi ni sehemu ya safari ya kukufanya uwe bora zaidi. Mtu anayesuluhisha matatizo si yule asiye na vikwazo, bali ni yule anayejifunza jinsi ya kuvishinda. Baada ya safari hii yote, kuna jambo moja kubwa ambalo tunapaswa kulikumbuka. Dunia haitabadilishwa na watu wanaolalamika kuhusu matatizo pekee. Dunia itabadilishwa na watu wanaothubutu kutatua migogoro mbalimbali na kutafuta majibu. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali. Kuna matatizo katika familia, jamii, biashara, elimu, afya, teknolojia na maeneo mengi ya maisha. Lakini ndani ya kila changamoto kuna nafasi ya mtu mmoja kusema, nitaanza kutafuta suluhisho. Huenda leo huwezi kutatua tatizo kubwa la dunia nzima, lakini unaweza kuanza na tatizo lililo karibu nawe. Unaweza kusaidia mtu mmoja, kuboresha jambo moja, au kuanzisha wazo moja. Usidharau mwanzo mdogo, kwa sababu mabadiliko makubwa mara nyingi huanza na hatua ndogo iliyochukuliwa kwa ujasiri. Kumbuka, thamani yako haitapimwa kwa kile unachojua pekee, bali kwa jinsi unavyotumia ujuzi wako kusaidia wengine. Mtu anayejifunza kutatua matatizo anakuwa mtu anayehitajika kila mahali, katika kazi, biashara, uongozi na maisha ya kawaida. Watu hutafuta wale wanaweza kuleta majibu. Kwa hiyo usikimbie matatizo, yatazame kwa mtazamo mpya. Badala ya kusema kwa nini hili linatokea, anza kusema ninaweza kufanya nini ili hali hii iwe bora. Huenda suluhisho unalolitafuta leo likawa mwanzo wa fursa kubwa kesho. Anza kujifunza, anza kuuliza maswali, anza kujaribu, anza kusaidia, kwa sababu dunia haihitaji watu wenye wanaona matatizo. Dunia inahitaji watu wenye ujasiri wa kusema nitakuwa sehemu ya suluhisho. Kama ujumbe huyu umekupa mawazo mapya, usisahau kushiriki video hii na wengine ili nao wajifunze kuona matatizo kama fursa. Bonyeza like, subscribe na uendelee kufuatilia madui mwengine yanayokusaidia kujenga akili ya ukuaji, ubunifu na mafanikio. Na kukumbuka swali hili kila siku: ni tatizo gani ninaweza kulitatua leo ambalo litafanya maisha ya mtu mwingine yawe bora zaidi? Hii ni Ichaka Media. Mimi ni Press Motivator. Asanteni. Chao chao.